Ndugu zangu, tujue ukweli. Ndugu zangu, haijaisha mpaka iishe. Kwa nini nasema hivyo? Kihistoria hakuna superpower anayepotezaga kwa kusaini makaratasi. Superpower huwa anapoteza aidha kwa kuyumba kiuchumi, akashindwa kuendelea na vita, mfano mzuri ni Uingereza, au kushindwa kivita kama Ujerumani. Kwa hiyo haya makaratasi ambayo Marekani na Iran wanasainiana, tujirudishe nyuma. Urusi alisainiana makaratasi mangapi kuhusiana na ishu ya Ukraine? Mwisho wa siku amekwenda kupigana. Hiyo ndio sifa ya superpower. Sasa kuna meli imeshambuliwa kwenye mfereji wa Hormuz. Watu wanataka clarification. Imekuwa kwaje tena? Kuna wengi hawajui imekuwa kwaje mpaka hii meli inashambuliwa. Jumanne Trump alisema maneno haya hapa. Yasikilize kidogo mafupi tu. As long as they respect us. I don't want to use the word fear because that's an inappropriate word. But as long as they respect us, we're not going to have any trouble. We have total control of the strait. Kwamba wao ndio wanao i-control Hormuz. Tukirudi nyuma kwenye mchakato wa MOU, viongozi wa Iran wameimba, katafute hata kwenye mtandao, wameimba kwamba Hormuz haiwezi kurudi kama ilivyokuwa kabla ya vita. Hormuz cannot return to the pre-war condition. Hilo neno limeimbwa sana, liko mtandaoni utalikuta. Sasa ni kama Wamarekani hawaelewi wanachokiongea wa Irani hao. Sasa Jumanne Trump anaongea ya maneno, leo IRGC wanaishambulia meli. Tafsiri yake nini? Trump anaongea kwa mdomo, IRGC wanaonyesha kwa vitendo kwamba nyie wenye meli ndio mjue anaye control Hormuz ni nani. Hormuz iko hivi. Huwezi kwenda pale na meli ukapita kama zamani mlivyokuwa mnajipitia, hapana. Kuna watu wa Irani pale watakuelekeza pita hapa. Sasa unapokiuka wanavyokuambia pita hapa, ndicho kilichotokea. Kwa hiyo Hormuz haijarudi kama zamani. Hormuz ni bure, lakini ni bure kwa masharti ya wa Iran. Kuna njia wa Iran wamezitengeneza wao kama wao, ambazo wote mtapita. Hujipitii kama zamani, kwamba pita hapa, kama mko 100 mko wangapi, kaeni foleni mpite hapa, huku hamtaki kupita. Kwa nini? Hormuz ilikuwa center of flash, ilikuwa ni kitovu cha mapigano sana dakika za mwisho. Kwa labda tutengeneze hiyo picha. IRGC kuna vitu inarekebisha vya kiusalama kwa faida yao, tutajuaje? Kwa sababu hii vita haijaisha mpaka iishe. Kwa hiyo kwa maelezo ya wa Iran, meli haikufuata wanavyotaka wao, ndio maana wakaishambulia. Kingine, baada ya MOU kusainiwa, wa Iran wako kwenye mchakato wao na Oman kutengeneza utaratibu wa control Hormuz. Wao wawili wameshatoa hiyo taarifa muda mrefu sana. Na hata kama ka Oman katajifanya kanaogopa kushirikiana na Iran, wewe unafikiri Irani ataiachia Hormuz? Irani anamchukulia Oman kama jirani yake, kwamba ili control Hormuz vizuri sisi wa Iran tunamhitaji Oman kwa sababu tuko naye karibu. Hormuz ni bure kwa miezi 2, siku 60. Baada ya hapo utatengenezwa utaratibu wa malipo. Hormuz haiwezi kurudi kama zamani. Usijidanganye na maneno ya Trump na chawa wake. Hicho kitu hakiwezekani. Hiyo ndiyo silaha namba 1 ya wa Iran kuitawala hii dunia. Wamarekani wana silaha yao dola. Warusi wana silaha yao, linchi lao likubwa lina rasilimali. Wachina wana rasilimali. Wachina wana silaha yao, wingi wa watu. Kila superpower na leverage yake duniani. Wewe unafikiri leverage ya Iran itakuwa ni ipi kuheshimika Mashariki ya Kati na duniani kama sio mfereji wa Hormuz? Marco Rubio alikuwa Mashariki ya Kati. Kimsingi alitumwa na bosi wake Rais wa Marekani Donald Trump. Kufuata nini? Kuwaweka sawa Waarabu. Waarabu wameshapagawa kwamba wanaishije kumsujudia Iran ambaye walitengenezwa kumchukia. Yaani kuna kitu kinabidi kiwaingie Waarabu namna ya kuishi na Iran. Sasa Marco Rubio amesisitiza hivyo kwamba Hormuz itakuwa bure. Fees and tolls are the same thing to me. Okay? If you're paying someone to go there, I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll.
That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits. Kumbuka hawa watu wakiwa ndani na Irani, kuna namna wanaongea. Wakija kwenye microphone wanaongea kama ile dunia ya miaka 90 mpaka kuja 2000 kidogo hapa, kabla ya internet. Unajua kabla ya internet kuna namna wa Marekani walituaminisha wao ni wakina nani katika dunia hii. Lakini dunia leo tunaona Marekani na walala nje, tunaona hapana, hawa jamaa walitudanganya sana. Sasa tusubirie kauli ya Iran, kwa sababu Iran bado hawajaja wazi wakasema wao wameipiga au, lakini inajulikana wao ndio wanaoicontrol Hormuz kwa kauli zao za mwanzo kwamba hupiti Hormuz bila kuwasikiliza wao. Trump anakuambia we control Hormuz. IRGC anakuambia Hormuz haiwezi kurudi kama zamani. Tumwamini nani? Utamwamini Marekani aliye maili ngapi kule, au utamwamini Iran aliye pale pale? Kuna niwaachie nyie kwamba Marekani utamwamini kwa kauli zake za kibabe kwamba akiongea ni yeye ni Marekani lazima muheshimu, au Iran aliye pale pale? Haijaisha mpaka ishe, kwa sababu sifa ya superpower hufa kama inzi kwenye kidonda. Hakubali. Hormuz ndio silaha wa Iran. Je, wako tayari kuiachia? شاید من جز نفرات اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود. من یه توییت زدم به روشنی این رو گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم، یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه. با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در حبیب بندر Tuelimike, tusiwe wasomi.